Pumbavu. Sasa mnagombania kitu gani? Kwa hiyo nyumba yangu mkaona ni bora muifanye sehemu, ni muifanye ukumbi wa kupiganiana. Si ndio? Naongea na wewe. Wajinga ni. Hii yote kwa sababu hamwazi chochote. Hamna majukumu, si ndio? Mnachozanyie kwamba ukishashiba ugali wa bure ni kupigana, ukiona kwamba huna shughuli ya kufanya mwanze kuzozana, si ndio? Hii hali ikiendelea naona kama tutashindwana kukaa pamoja. Hivyo nitawaruhusu mkaishi kwenye maisha yenu au mkatafute maisha yenu. Mjitegemee. Mjue uchungu wa kutafuta chumvi, kutafuta sukari, kutafuta sabuni. Sisi tunaelewana? Mkiwa mna mawazo ya kutafuta hivyo vitu, nadhani mtakuwa mtatia akili timamu. Mtakuwa na akili timamu. Maswali timamu mimi sipendi. Mmenichukiza sana. Sasa nisikilizeni. Kuanzia sasa hivi nitakuwa siongei kwa mdomo, ni kwa tanga makofi. Sisi tunaelewana? Si nataka tuende kwa kipigo. Sasa hivi ni kwa tanga makofi. Niambie ndugu yangu. Kuna kitu kinanisibu kichwani mwangu. Na msongo wa mawazo ambao unaninyima amani kiukweli. Nyumbani kwako si una familia pale? Yaani ukubwa wa familia yako na familia yangu familia yangu mimi ni ndogo sana. Lakini ajabu inayojitokeza, wewe unaishi kwa amani, furaha na upendo. Lakini mimi sasa, yaani mimi ndo mtihani mitupu. Nakosa amani kabisa. Una maana gani kusema hivyo na wakati familia si ndo tunaamini ndo sehemu ya furaha? Ni kweli Mote. Lakini ndugu zangu mimi ndo wananinyima amani pale nyumbani. Na wapo hao wawili. Nadhani unawafahamu. Nafahamu. Lakini fujo zao za kutokukaa na kupendana na kuishi kama ndugu, hizo zinanikosesha amani kabisa kichwani mwangu. Hata sijui niwafanyeje kwa Mungu. Labda nikuulize swali. Ulishawahi kukaa nao ukawasikiliza kwamba wana shida gani? Hapana, sijawahi kufanya hivyo. Unakosea pakubwa sana. Unajua, nikwambie kitu kimoja. Tulio wengi tunaamini kwamba ukimpa mtu chakula, sawa, ukimpa mtu mavazi, mahitaji yote yale ya kinyumbani yale akawa anapata, tunaamini kabisa kwamba ndio umemaliza. Lakini tu nikwambie kitu kimoja, tunakosea kwa sababu msingi wa familia, ukikuta familia yenye furaha, ni ile ambayo inapata muda wa kuwapa mahitaji yote na pia wanapata muda wa kukaa pamoja. Sawa, mnakaa pamoja na kushauriana na kuongea. Mule mnapokuwa mnakaa mnashauriana na kuongea, ndipo unapojua matatizo ya mtu mmoja mmoja. Lakini kama ufanyi hivyo, unakosea pakubwa sana kaka, na upasi kuwalaumu wao watoto. Wewe ndio umekosea, unatakiwa ukae nao
na kuweza kuongea nao. Kwa hiyo kama hilo hujalifanya ndugu yangu, ni tatizo kubwa sana. Da, katika siku ambayo umenipa elimu hii, leo nimeelimika. Inabidi nilifanyie kwa haraka sana hilo swala, kwa sababu sikuwahi kuthubutu kufanya hicho kitu wala kuwaza. Sijawahi kabisa. Hebu acha nifanye kile ulichonishauri afu nione majibu yake atakuwaje. Lakini kwa mawazo ambayo umenipambanulia sasa hivi, na watu wanaweza kufanikiwa. Kaka, lifanyie kazi na utaona matunda yake. Yaani bila kufanya hivyo, hutaona furaha kama hii ambayo mimi naipata kaka. Yaani hivi vitu tunapata muda. Nadhani unanionaga mimi nakaa hapa kwenye bao, tunapiga story, tunafanya. Lakini mwisho siku narudi nyumbani hapa nakaa na familia. Unajua matatizo ya mtu mmoja mmoja. Ukiniona muda mwingine nakaa kwenye bao narudi nyumbani kwa sababu natenga ule muda wa kukaa na familia yangu na kupiga story. Tena na enjoy sana ninapopiga story na familia yangu. Na pia sio kwamba na enjoy tu, ila pia napata kujua changamoto za mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hawanishindi kabisa. Ila hujachelewa kaka. Unaweza kufanya na kuipata furaha ya familia yako. Mdogo wangu. Naam kaka. Kwenye haya maisha kuna mambo haya matatu. Kuna upendo, uvumilivu na maamuzi. Unamaanisha nini kaka? Namaanisha, kwa nini wewe na mdogo wako mpendani? Lakini kaka, mimi mbona sina ugomvi naye? Ila isipokuwa tu kuna mambo ambayo hataki tuelewane. Blaza, najua unafahamu mdogo wetu hakuna mtu mwingine wa kumfundisha zaidi yetu sisi. Mimi na wewe. Sio kwamba nani naye mbaya, hapana. Ila huwa anafundisha. Lakini katika kumfundisha kwangu, yeye ndo anachukulia ndivyo sivyo. Yaani mapokezi anayopokea kutokana na yale mafundisho anayofundisha ni tofauti, inafikia tunagombana. Sasa unategemea mimi nikimwacha yule atasaidiwa na nani? Sasa kumbe umeshalijua hilo. Kwani labda wewe usiwe mpole ukamwelekeza kwa ukarimu polepole mkaelewana kuliko kwa mnafanya na fujo kila kukicha vitimbu ya mpendani kama mnaishi kama paka na chui. Hivi unajua kama mimi ndani silali? Mimi silali, naamka alfajiri kwenda kuwatafutia watu wazima na akili zao. Nikirudi ni usiku mwingi. Nikifika hapo mlangoni naanza kuwaza. Sijui niingie humu ndani, sijui nikalale ninakotoka. Lakini yote ni kwa sababu yenu nyie. Lakini kaka, inategemea kwamba mimi nayapokeaje. Kama unaniambia kitu na kusikiliza, kuna haja gani ya kugombana sasa? Tatizo kubwa yeye hataki kunisikiliza. Inawezekana kwa sababu mwili wangu mimi na wa kwake vinafanana. Kaka, mimi naomba nikuulize swali moja. Kwani uwezo ukamtafutia nauli aende akasalimie ndugu zake kwa upande wa mama yake? Kwani wewe kwa upande wa mama yako hakuna ndugu? Sasa kaka, hapo tunakuwa tunashindana. Nilikuwa na nia njema tu mpaka nimeuliza hivyo. Usingeniuliza swali la kijinga kama hilo. Au mmepanga kuniangaza? Hapana kaka. Hivi marehemu baba angekuwepo mngeyafanya haya yote? Basi sawa kaka.
mimi naomba nikuombe msamaha, ila kiukweli nashindwa kuelewa kwa upande wako kwa nini unamtetea, kwa sababu mimi nilikuwa namwadhibu au namfundisha kama ni mdogo wangu. Sasa hivi unavyozungumza inaonekana kabisa unanigombeza mimi. Sikugombeshi, ila tu nitaka kujua wewe na mdogo wako mna changamoto gani, kwa sababu wewe ndo mkubwa. Nikiondoka najua nimeacha mtoto wa kiume ambaye anaweza kufanya maamuzi ambayo hayatoleta madhara. Sasa hivi niambie, nikitoka tu fujo, nikiingia fujo, lengo lenu nini? Kwa hiyo kaka, unamaanisha mimi ninavyomfundisha nakosea? Unanijibu vizuri kabisa. Umeshajua kwamba wewe ni mkubwa, unatakiwa umwelekeze. Sasa kama wewe hivi unavyovifanya, tungekaa karibu mimi na wewe, tungeweza kuongea kama ningekuwa na maamuzi kama ulikuwa na wewe. Sawa, nimekuelewa kaka. Naomba unisamehe mimi. Sitarudia tena kumsumbua. Kwa kweli mwalimu wake huko. Sawa. Muda mwingi nitakuwa niko busy, kwa sababu toka muda wa marehemu baba afariki ni muda sasa, na nimekabidhiwa niishi na nyie. Nimeona sio vyema mkae mbalimbali, nimeona tukae wote karibu, na pia hapa nyumbani kutakuwa pako penyewe tu muda wote. Kazini kwangu nimeongezwa cheo, na hiki cheo changu kilichoongezwa kitaniweka sana busy, kwa sababu bosi kasafiri kwa muda wa miaka 2. Kwa hiyo sitakuwa na nyie hapa nyumbani masaa mengi au muda mwingi. Kwa hiyo usalama wa vitu vyote hapa nyumbani upo chini yako, hasa mimi nikiwa sipo. Sawa, lakini nikiwa mwenyewe nitarecover. Na hii nyumba kitakachoharibika basi urekebishe, kisichowezekana utanifikishia mimi, tutajua jinsi gani ya kusolve. Kingine, huyu mdogo wako huyu ni lazima uwe naye sana karibu, kwa ajili ya kumfundisha kila asichokijua, kwa ajili ya kumwelekeza vile asivyojua, kwa sababu naye anakuwa anahitaji maadili, anahitaji malezi. Sawa sawa, nimekuelewa kaka, na nakuahidi nitafanya kila kitu hicho niambia. Na kuhusu mdogo wangu, nitahakikisha atakuwa naye salama. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi kuhusu hilo. Na mdogo wako hakikisha wewe ndo unamuongoza, hakikisha wewe ndo unamuonyesha maadili, kwa sababu umeshamzidi umri, na lazima muonyeshe kwamba hii ni damu yako. Huo ndo ashaka. Mimi nitapambana, kwa sababu kuna baadhi ya vitu navijua yeye havijui. Kwa hiyo nitajitahidi nani muelekeze tu vijue yote kwa pamoja. Kwa hiyo basi itakuwa vizuri, kwa sababu unajua ananyukia bwana, si huko mliko nyinyi ndiko tunakotoka. Kuna swala la bale hapa linasumbua sana. Usiwe na wasi. Wablo, nani kakutuma utumie sabuni yangu? Kwa sababu nguo zangu zilikuwa ni chafu. Ile sabuni kwa niaba yangu mimi, wala sio kwa niaba yako wewe. Ila humu ndani imeletwa kwa ajili ya matumizi yetu sisi sote.
na aliyeleta ni kaka, sio ya kwako. Usichokijua, mimi sihitaji kushare na wewe. Kwa hiyo unafikiri nani ambaye anahitaji kushare na wewe? Alafu nisikilize. Ukitaka kitu cha peke yako, tafuta kazi upate pesa, ununue mali yako na ufiche katika begi lako. Siwezi kuficha kitu changu. Alafu nisikilize kwa makini. Kitu anachotafuta mwanamke huwezi tumia. Naona unavuka mipaka sasa. Wewe endelea kunitusi, ila utafanya mama yako akumbuke siku aliyokuwa anakuzaa. Ushauri ulionipa nimeufanyia kazi, lakini ni kazi bure. Kwa nini unasema hivyo? Wadogo zangu ni kama digidigi. Tatizo ni lile lile. Hawapendani. Hawapendani kabisa. Nafikia tu nakata tamaa kabisa. Sasa ndugu yangu, unaposema kwamba unawashindwa kivipi? Tambua wale ni wadogo zako, sawa? Na hili tatizo wewe ndo mtu ambaye umelilea. Hili tatizo wewe ndo umelifanya liwe hivi. Mimi nakulaumu wewe, siwezi kulaumu wale watoto. Light kama kutoka mapema ungekuwa unapata muda wa kukaa nao na kuongea nao, haya yote leo asingekufika. Lakini wewe kutoka zamani haukuwa na muda nao. Ukiwa unaamini kile unachowapa, unachoachia nyumbani kinatosha kuwalea wao. Mote. Yaani afadhali ningekuwa nimeletewa ni wadogo. Lakini ndugu zangu wale nimekabidhiwa bado wanajitambua, wanajielewa, ni wakubwa tayari. Kwani watoto unavyosema kwamba umeletewa unawalea hivyo ukiwa watu wazima? Hapo awali ulikuwa unaelewa nani? Sio ndugu zako wale? Sasa kinachoniumiza zaidi, kila mtu na mama yake. Yaani nafikia tu ukitaka kufanya maamuzi makali unaanza kumhofia, kuona kama unataka kumnyanyapaa. Na ndugu zangu bado nawapenda. Unataka kuniambia wewe una mama yako na wale nao kila mtu ana mama yake? Aswa dakta. Kila mtu na mama yake. Ese pole sana. Ila bado mimi niko pale pale. Haujafeli. Na unaweza kufanikiwa katika hili. Kwa sababu mzee amekuachia wale watoto. Na wewe ndio kaka wa damu. Pamoja kwamba kila mtu na mama yake, lakini nyinyi watoto baba mmoja. Na ndio maana mzee aliwatoa kwa mama zao wote akawaleta kwao, kwa sababu wewe ni kaka yao wa damu. Hivyo hupasi kushindwa kaka. Wewe unataka wale watoto labda unapeleka watoto yatima? Hapana. Hapana. Sasa kama huhitaji hicho na wewe kakao upo, wewe ndo mtu ambaye unapaswa kukaa nao na kuwaelimisha na kuwafundisha kwamba kipi cha kufanya, kipi sio sahihi kufanya. Kama waelewani, unapaswa wewe kukaa nao na kuanza kuwaweka katika misingi imara na waweze kuelewana. Wadogo zangu wana visa sana. Kama wake wenza. Wana visa kiukweli. Kaka, usishindwe. Usishindwe kubeba mkonga wako mwenyewe. Wewe ndio tembo na unayestahili kubeba mkonga huo. Wewe unapaswa uishi nao na uwaelimishe na uwafundishe. Hilo ndio ninaloweza kukwambia mimi. Bado hujashindwa kaka. Baba ameshafariki. Hakuna mtu mwingine yoyote ambaye unaweza kumpelekea wale watoto zaidi ya wewe. Wewe sasa hivi ndio unabidi usimame kama baba. Wewe ndio unabidi usimame kama kaka.
Kwa hiyo bado hukuchelewa. Unapaswa ukae nao tu na uweze kuongea nao, uwape misingi. Hii itakusaidia wale watoto kurudi katika mazingira. Lakini unaposema kwamba umechoka, kwamba tembo anashindwa kubeba mkonga wake, unafikiri mkonga ataubeba nani kama sio tembo mwenyewe? Na tembo unafikiri kwa sasa ni nani? Ni wewe kaka. Wananinyima amani kiukweli. Yaani nifikia hatua ninakata tamaa. Kata tamaa kabisa. Kuona haiwezekani kukaa kwenye mstari ulionyoka, kupendana kama ndugu. Kata tamaa. Sasa ukisha kata tamaa, watasaidiwa nani wale? Unahitaji labda nani aje kuwasaidia wale watoto kama si wewe kakao? Kama sio wewe babao kwa sasa? Wale watoto ushasema umeshaachiwa na marehemu babako. Akiwa na maana wewe ni mkubwa na amekulea katika misingi imara, ndio utaweza kuongoza wale. Hivi unafahamu vizuri lakini wadogo zangu. Unafahamu vizuri. Kaka, haijalishi hata kama siwafahamu, lakini wale ni wadogo zako. Unapaswa kuwaelimisha na kuwaelekeza waishi vile unavyotaka wewe. Kwanza wewe ni kakao, unashindwaje? Unashindwaje ndugu yangu? Kwa unataka wawe machokora? Hapana, hapana. Hivi dogo, mama yako hajakufundisha jinsi ya kuishi na kubwa zako? Kwa nini unauliza hivyo? Kwa nini umepokea simu yangu? Nimepokea kwa sababu nimeona ananipigia kelele. Una mamlaka gani ya kupokea simu yangu wewe? Unataka kaka nijeji kwa mara nyingine, si ndivyo? Unataka sasa niwekee kikao? Dogo. Hivi bro, mama yako hajakufundisha jinsi ya kuongea na watu vizuri? Amenifundisha, lakini si kwa kinyambalilo kama wewe. Maana aliniambia ni mtoto wa nje ya ndoa tu. Wewe hujafundishwa. Ungefundishwa wala usingenikalikia. Na ukiendelea kunikalikia, utamfanya kaka au shahidi mahakamani kwa kitu nitachokufanya. Nimekuleta hapa kwa ajili ya jambo moja. Unajua nimepita kule nyumbani. Nyumbani kwako kule. Pita pale, nilikuwa niko mitaa ile ya kwenu kule. Nikasema nipite pale nikuone mara moja. Lakini ndugu yangu nilichoenda kukutana nacho pale ndani, ndugu yangu kweli una stahili. Yaani yale yote unalalamikia, kwa nini nilichokikuta pale? Unastahili kulalamika ndugu yangu. Hivi wale ndugu zako unaishi nao vipi? Kwani umekufanya nini? Unajua mimi nilienda pale ndani. Sawa? Unajua pesa nimeshapazoea. Kwa nimeingia, wao nadhani hawakujua kwamba mimi nimeingia. Nimefika pale nikasikia mzozo. Nikasema huyu jamaa anagombana na wadogo zake au vipi? Unajua kabidi nisikilize kwa sababu shanipa changamoto zako. Nikasema, "Je, huyu jamaa anajua kuongea na ndugu zake vizuri au yeye ndo chanzo?" Basi nikawa nimetulia fulani hivi ili niwasikilize sasa kwamba nini ninachokiongelea. Mimi kijua kwamba uko ndani, nikaanza kusikiliza sasa zile story zao. Wale watu wanabato. Maana pale nikuulize kwanza, hivi wale washe kuugua uchizi? Wazima. La tatizo lao tu ni hilo. Hawapendani, hawaelewani. Hawana ugonjwa wote wa akili? Hapana. Kumbukumbu yangu? Hapana.
Unajua kaka, unajua ilikuwaje? Nimeingia pale ndani. Yule mmoja yule. Nadhani kwa sababu mimi nilikuwa nasikiza zile stories zao sio kwa naongea. Maki mimi nilikuwa nje. Nilishindwa hata kuingia. Nikawa nasikiliza. Yule mmoja eti wamegombana. Chanzo yule mmoja eti sio kwa nafua, mwenzake katupa nguo chini. Kisa kanika kwa kamba yake. Hivi nyinyi na maana pale mnavoishi wewe na kamba yako, yule mwingine na kamba yake na kila mmoja na kamba yake. Sasa hayo ndio ananifanya mimi nikose amani. Sina amani kabisa. Na shida ni wale wadogo zangu. Vile ndio visa vyao kila siku inaenda kwa Mungu. Kinatoka hiki, kinakuja hiki. Kinapanda hiki, kinashuka hiki. Hakuna amani. Na imepelekea mpaka nimewachoka. Yaani kungekuwa na namna nyingine tu kwenda kutafuta sehemu nyingine kwenda kulelewa kwa ndugu, ningempa naye akaenda kujionea zazala la roho. Ndugu yangu pale una mtihani. Yeah. Una mtihani sio mdogo. Sijui nikwambie pole, sijui nikwambie vipi. Maana hata nashindwa kukuelezea ni kwamba nikupe msingeno kwa sababu unajua kuna ile mimi nilikuwa najua kuwaelekeza tu watoto, lakini wale ni watu ambao wanaonekana kama vile wana ukosefu wa akili kidogo. Yaani vile vitu ambavyo wanaongea ni kama watu wana ukosefu wa akili kidogo. Na pale baba zigo unalo. Wale watoto wanagubu. Sijapata kuona. Unajua mtihani? Wewe mtihani kaka unao. Lile zigo unalo kweli kweli. Ukisikia zigo umeachiwa, lile zigo. Sasa ni afadhali wewe umeenda kujionea mwenyewe ukubwa wa tatizo ulivyo. Na wewe ndo mshauri wangu mkubwa kwenye masuala yangu ya kifamilia. Sasa hili tunaliamuaje? Sasa kaka, ukubwa wenyewe tatizo kweli nimeuona. Na kiukweli kabisa sikujua kama hili jambo lina uzito kiasi hicho. Mimi nilijua tu ni mambo ya kifamilia, yani ile hali tu kaa na kuelekeza wenzako na nini na watu tena wenye uelewa wao. Wale uelewa hawana. Kwa mazingira yale uelewa begi langu napeleka wapi? Huu ni wakati wako wa kuondoka sasa. Hapa ni mwendo wa Kichaga tu. Ushakuwa mtu mzima, inabidi ujitegemee. Wewe ni kama nani unitoe ndani? Ikiwa ni mdogo tu. Tena ni mtoto anje ndoa. Hilo nalijua. Ndio maana nikakwambia, ushakuwa mtu mzima inabidi ujitegemee. Hapa hatoki mtu. Naona umekuwa mama mwenye nyumba sasa. Unachanua tu kumchanganya bro. Unajidanganya bro. Wewe ni sawa na mwanamke tu asiokuwa na kizazi ndani ya nyumba. Hapa utaondoka. Utuache wanaume tukitafuta maisha, ambaye ni mimi na kaka. Nimekuita hapa kwa ajili ya kujadili mambo ya msingi. Nadhani humu ndani tuko watu watatu bila shaka. Ipo mimi, wewe na yule kakako. Lakini visa na vitimbi mnavyofanya humu ndani, nahisi kama mpo watu 300. Hebu niambie, wewe na kakako mna matatizo gani? Au mnagombania nini?
si hatugombani chochote, ila kuna shida ndogo tu ndio inayosumbua ndani ya nyumba. Ni shida gani? Kaka, wewe ukiondoka huku nyuma, nyumba yako kaka nageza kama dangulo. Isitoshe bora angekuwa umri wake. Wanakuja waliomzidi umri, wakubwa, wakitoka kufanya mambo yao tu wananitolea shuka, niambia mimi nifue. Hivi kaka, hata ungekuwa wewe ungekubali? Hapana. Ndio hivyo, nikikatano nikana jeuri, mzozo unaendelea. Sasa hivi visa vyote vinajitokeza humu ndani, kwani umekaa kimya? Kaka, niliogopa nikikwambia itatokea ugomvi bani yako wewe na kaka. Mimi ugomvi sipendi. Afisitochi sitaki mgombani na kaka. Najua tu nikikwambia kitu kama hichi lazima utamfuata mgombani, na mimi sitaki itokee hii. Sema anaona mimi nifika hapa, inabidi tu niseme, ndio maana mimi nikwambie. Nikuulize swali. Hivi unajua kwamba hapa nyumbani upo kwa sababu gani? Hapana. Ujue marehemu baba toka fariki ni muda sasa, na wakati anafariki alikabidhi wadogo zangu hawa wawili, na hawa wadogo zangu alinikabidhi kwa jukumu la kuwalea na kukamilisha ndoto zao, na si wengine, ni wewe na kaka yako. Hebu niambie, kungejitokeza tatizo kubwa zaidi ya hili ambalo mnafanyana na visa mundani, mimi ningeonekana mpumbavu na ni mtu nisiye na akili. Hapana kaka. Au kama vipi? Mimi nige nauli niende kwa mama. Sawa. Mimi nafahamu fika kama wewe kijijini una ndugu kwa upande wa mamako, lakini siwezi kukupa nauli ya kwenda huko kwa sababu malengo hatujaweza kuyakamilisha. Nisamee kaka kama nimekosea. Ila kaka alikuwa ananiambia niondoke kwa yeye na mbana. Sitaki tena kusikia visa na matatizo na fujo mnazofanyana humu ndani. Na swala ambalo umeniambia nitalifanyia kazi. Sawa, nimekuelewa. Na hizo habari zenu za kufanyana fujo, visa na vitimbi humu ndani kuanzia sasa hivi sitaki kuzisikia. Bila shaka itakuwa umeshakuwa sasa. Unahitaji ujitegemee. Unahitaji kuwa na kwako. Na kama umeshafikia age hiyo au umeshafikia hatua hiyo, mimi nikuruhusu ukapange. Au jekezekeze ujenge kwako. Mimi hapa kwangu, sawa, sihitaji uchafu. Mtaa wote huu naheshimiana nao. Siye kumvunjia mtu heshima hata siku moja. Sasa masuala ya uchafu unaoniletea hapa nyumbani kwangu, unanishusha hadhi yangu. Unapoteza heshima ya jina langu. Hebu niambie,
Kama mimi ningekuwa na tabia za ajabu ajabu, unafikiri ingefikia kuwa na kibanda kama hiki nilichokuwa nacho mimi sasa hivi? Nisingefikia. Lakini napata muda kukaa na watu wazima kwa sababu najiheshimu. Basi tafadhali, heshima yangu nimetafuta kwa muda mrefu sana. Sana. Hivyo ukipromosha kwa sekunde 2, sitoweza kukaa kimya na wewe. Kuanzia sasa hivi, kama utakuwa unahisi unaweza kujitegemea, unaweza kujikimu, ni kuruhusu ukapange au kawe na kwako. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Na kweli kakaangu sitorudia. Naomba unisamehe sana. Una nguvu, unajiweza kwa kufanya kila kitu. Nitakuruhusu kafanye kazi, nitakuruhusu kafanye shughuli zozote, hakikisha kwamba upate pesa ya kuweza kujikimu na kujenga au kukodisha chumba ambacho utakuwa unaweza kufanya mambo yako kwa nafasi. Sawa kaka, nimekuelewa. Ila naomba unisamehe tu. Na kweli sitorudia kakaangu. Nakwambia tena kwa msisitizo. Hii ni nyumba yangu. Sijui umeelewa? Ni nini? Nyumba yako. Kwa hiyo sihitaji masuala ya kijinga. Sihitaji uchafu. Nimevumilia ujinga wenu unaofanya huko ndani, nimevumilia, lakini nikachukulia fresh tu na dogo zangu naishi nao. Soon mnaweza mkabadilika au mbele mnaweza kubadilika kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa ujinga ambao unaendelea sasa hivi, sitaweza kufumbia macho hata kidogo. Sawa, nimekuelewa kaka. Unielewe, sawa? Tena unielewe sawa sawa. Haina shida kaka. Toka. Toka. Bwana Libras. Naam. Nimekuita hapa kwa ajili ya ile swala la bwana wadogo wale. Nadhani tuliongea ile siku kwamba nikakwambia hebu niache nipate muda wa kutulia, nitapata kitu cha kukwambia. Sasa leo nimekipata. Itakuwa umenisaidia sana kuhusu wale watu. Manake sina amani. Sina furaha kabisa. Hebu nipe maelekezo ya dawa. Usiwe na wasiwasi. Hili jambo nimeliwaza na nina imani kwa asilimia kubwa itatusaidia. Sawa? Tuachane na hayo mambo. Hivi vipi ile Mote? Hebu kwanza tuzungumzie kwenye swala hii plani. Manake kichwa changu hakiko sawa. Wale basi unaniamini uniamini? Nakuamini sana Swaiba wangu. Lakini kwenye hili, hebu tuzungumzie kwanza hii plani. Basi amini hivi kwamba michakato yote ipo sawa na hili jambo tutafanikiwa. Acha pressureless. Basi hilo limeshaisha. Hilo limeisha. Mdogo wangu. Naam kaka. Hali yako kila siku ni afadhali ya jana. Kama unavyojua, mimi ndo tegemezi lenu. Hivyo sina cha kuachia kingine zaidi ya kuwasihi mpendane, hasa ukizingatia wewe ndo mkubwa, na kuachia mdogo wako umlee malezi yote, hata kama ni kifa leo. Pole sana kaka. Najua ni maumivu kiasi gani unayapitia, lakini mimi nitahakikisha ili urudi katika hali yako ya kawaida. Kwa kuwa wewe ndo furaha yetu, wewe ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo nitapambana kila niwezavyo kwa ajili ya kukurudisha katika hali yako kaka.
mdogo wangu. Hata mimi naitamani kesho yangu, lakini Mungu ndo mwenye maamuzi ya kila kitu, na ndio maana nimekupa akiba ya maneno. Nimekupa akiba ya maneno kwa sababu wewe ndo mkubwa, na nakusii umwonyeshe mdogo wako mapenzi yote, usimweke mbali, mweke mikononi mwako, mkumbatie. Maana anahitaji malezi yako. Kaka, usizungumze hivyo. Usijali kaka, mimi nitafanya kile ulichoniambia, lakini nikuondoe wasiwasi kakaangu. Utarudi, utakuwa sawa katika hali yako. Usijali kaka, nakupenda sana kakaangu. Na mimi nakupenda sana dogo zangu. Bado akili zake hazijakaa sawa sawa. Tafadhali sana mweke kwenye mikono yako, mkumbatie, mwonyeshe upendo wote. Usijali kaka, mimi nitafanya hivyo, lakini usizungumze hivyo kaka. Kaka, unapozungumza hivyo unaniumiza na mimi pia, kwa sababu siko tayari kukupoteza kaka. Aja. Yes, jambo. Shikamoo. Marahaba. Nimekuja kumwangalia Nicholas. Nimeambiwa anaumwa. Alikwambia ni nani? Kuna rafiki yetu alikuja pale maskani, akanipa taarifa hizo kwamba Nicholas anaumwa. Kwa hiyo nikaona sio vizuri kukaa maskani afu nisije kumwangalia. Humu ndani sisi hatuna mgonjwa, ila kuna mtu tu anajisikia vibaya. Kama unataka kuona wagonjwa, kwa ushauri nenda hospitali. Unajua nini? Nicholas mimi ni rafiki yangu sana. Kwa haiwezekani akawa anaumwa au anajisikia vibaya afu mimi nisije kumwangalia. Ngoja nirudi. Pablo, nakuheshimu. Sitaki tuvunjane heshima. Ulipotokea naomba urudi huko huko. Kwa na adabu basi mtoto. Kinachofuata ni kukuitia mwizi. Naomba uwe na adabu. 1 2. Okay, basi sikia. Naomba utamwambia kwamba mimi nilikuja. Ondoka baba. Nimesikia uko unaongea na mtu nje. Ni nani?
Simjui. Alikuwa anasemaje? Alikuwa anataka kuonana na mgonjwa. Angali sisi humu ndani hatuna mgonjwa, bali kuna mtu tu anisikia vibaya. Hivi kwa unapenda kuchukua vitu kilesilesi hivi? Kama kaka umwi angelala siku zote hapo ndani. Alafu kama akachukua simu yake, kapiga simu au katuma message kwamba anaumwa, alafu mtu anakuja kumuona, unamwambia kuwa anajisikia vibaya, unafikiri atajisikiaje? Hivi ningemruhusu angeja ndani, yeye ni daktari kusema atamtibie? Au kaka angepona? Tatizo sio daktari, tatizo ujui huyo mtu ni nani. Huenda ni mfanyakazi mwenzake, huenda ni ndugu yake, rafiki yake. Kwa nini? Kwanza mtu mwenyewe hana msaada kwetu, kachoka, hana hela, yule anaonekana kakondeana. Tatizo sio pesa, hata mawazo yake pia ni msaada tosha. Sawa kaka, nimekuelewa. Sasa ngoja niwahi kwenda kutafuta ili aje akupatie msaada kakaangu. Sichelewe pia. Haina shida kaka. Mwache kaka apumzike, ila amenipatia maagizo. Wewe upike uji na mimi nikatafute mtu mzima. Subia nikwambie, kazi ya kupika uji hiyo ni kazi ya kina mama kama nyinyi. Wewe pika uji, niache mimi nikamtafute mtu mzima. Acha wanaume tufanye majukumu yetu. Wewe pika uji.
Mimi hapa hata sielewi. Yaani nimetembea umbali mrefu sana kwa ajili ya kutafuta msaada juu ya kaka, lakini hakuna chochote nilichokipata. Hivi unavyoniona, miguu yangu yote imechoka kutokana na umbali niliotembea. Kiukweli hapa hata sijui nifanye nini. Nilikwambia kabla, hizo kazi za kiume haziwezi mtoto wa kike kama wewe. Huu muda sio wa kwanza kuzuzana tena. Alafu usichokijua, mimi naye ni ndugu. Cha msingi tukae chini, tujue tunafanya nini. Lakini tukianza kuzozana, tunampatia hata shetani nafasi katika hii nyumba. Baadaye ya kaka kupona, ataendelea kuumia tu. Mwongea pointi sana kaka. Mimi nakuomba radhi, naomba nisamehe. Usijali mdogo wangu. Vipi kaka? Anaendeleaje tangu nilipotoka mpaka muda huu? Hali ya kaka kikweli inazidi kuwa mbaya. Na ile maagizo uliniachia ya kumpikia uji, nimefanya hivyo. Nimepika, nimempelekea, lakini hakunywa. Yaani hata kijiko hakutia mdomoni. Hebu niambie ndugu yangu, tunafanyaje kuhusiana na hili? Kwa sababu kaka yeye ndio msaada kwetu mkubwa, na ametusaidia vitu vingi sana, na sisi hatupaswi kumtupa. Hebu nipe ushauri, tunafanyaje ndugu yangu? Na kweli nimeamini usiolijua ni sawasawa na usikuagiza tu. Nimemfukuza yule kijana bila makosa yoyote. Ningemruhusu angepita, sengine angekuwa msaada mkubwa sana kwa kaka. Nimekosea sana. Mimi nilikuwa nakwambia tufanye mpango, tumtafute. Tunaweza tukajaliwa tukampata, akaja akatusaidia. Sawa, wazo zuri pia. Tunaweza tukaenda. Kwa mdogo wangu hapa nafanyaje? Kwa sababu tumezunguka sana, lakini hakuna msaada wote tuliopata. Alafu na kaka yetu hali yake inazidi kuendelea kuwa mbaya. Kaka, mwenye hapa hata sielewi. Isitoshe nimechoka, na wala sijui tutaenda wapi hadi tupate msaada. Labda kama una plani nyingine kaka wangu. Yaani mdogo wangu, hadi nimefikia kuomba ushauri. Ujui nimeishiwa. Sasa tunafanyaje? Sawa, twende nyumbani tukajue nini tunafanya, huku tukiendelea kumtazama kaka yetu aliani. Sawa. Vipi, mmefanikiwa? Mmempata mnayetoka kumtafuta?
Nadhani mtakuwa na maswali ya kujiuliza kichwani mwenu. Majibu yake, mimi siumu, ni mzima wa afya. Kaka, ulikuwa na maana gani kufanya hivi? Maana yake, siku zote kwenye jambo gumu, zito, ukitumia nguvu, majibu yake ni kufeli. Na jambo hilo ukitumia akili, unafaulu tena kiwepesi kabisa. Unafaulu. Na hata kwenye jambo jepesi ukitumia nguvu, ni lazima ufeli. Nadhani mwenye ubongo mwepesi itakuwa amenielewa. Na mwenye ubongo mzito itakuwa ni ngumu kunielewa. Mimi nashukuru sana kwa sababu umetumia nguvu nyingi sana na akili nyingi sana kwa ajili ya kuhakikisha wadogo zako tunakuwa salama, na mimi nimekuelewa. Kaka, acha nitangulize na samahani kwanza, maana tumekukosea sana, tumekufedhesha, tumekuaibisha. Naomba tusamehe kaka, mimi na kaka yangu tumekukosea sana. Mimi najua ni utoto tu, na mkikua mtaacha. Nadhani kwa hiki kilichojitokeza hapa nyuma, mliacha utoto kisha mkavaa utu uzima, mkaanza kushirikiana kwenye hatua moja baada nyingine ili kutatua jinsi gani ya kuweza kunisaidia mimi kaka yenu. Na pia ushirikiano, umoja na upendo ambao umeuanzisha, naombeni muendeleze daima milele, hata kama mimi sipo. Nyinyi ni ndugu, tena ndugu wa damu moja. Mama hawezi kutofautisha kitu. Hivyo nataka upendo wenu uendelee daima milele, hata kama siku mimi nikiwa sipo kweli. Naomba mpendane, naomba mshirikiane kwa kila jambo. Hivyo ndivyo koo na familia zenye mafanikio makubwa kwenye hii dunia, ni kwa sababu upendo na ushirikiano kwenye kila jambo. Sawa, nashukuru sana kaka, kwa sababu umetufunza vitu vizuri sana ambavyo tulikuwa tulifahamu katika akili zetu. Mimi nimefurahi sana. Nashukuru kwa kutambua hilo, na ndio maana Waswahili wakaweka sentensi zao na methali zao, kidole kimoja kivunji chao. Nadhani mmemtafuta, mmemkosa na mmerudi pamoja. Kabisa. Haya.